Man, like crime in CBD is just something else sahi. It's like inaenda to another level manze. Hakikisha unabeba bunduki, rungu ama tesa ile ya kushock mtu ukiwa anytime Nairobi CBD, ama kwa madem ile inaitwa pepper spray. At least like kuwa nayo manze for self defense, na hakikisha kama niyo bunduki ama hata ile kisu hiyo yenye unabeba iko license, kwa sababu if you are in Nairobi CBD unafaa kuwa umerealize kuna vijana wa 7 wanatembea in groups of 7, 8 ama 10 hapo, wanaenda wakinyang'anya watu vitu whatever you are carrying, kama ni simu, kama anything to you are carrying, kama ni handbag, kama nimesikia hata kuna watu wengine wananyang'anywa hadi clad manze, manguo zenye umevaa unanyang'anywa hadi viatu. Wamejaa CBD sahi, na kuna watu wananiambia ni hao machokora wenye wamekuwa wakubwa wako town na wana kazi, wanashangaa watapata pesa ya kukula na pesa za kufanya tu vitu zao zenye wanafanyanga. So there's been a lot of crime in Nairobi CBD, na kuna hizi cases hazikui reported sana. Cases zimekuwa mingi sana. Mimi over the past 2 weeks alone najua cases kama 11 za wasetu wenye wamechukuliwa masimu, wamechukuliwa handbag, mademu wanafanya kupigwa, ama wanaume hata unapigwa na mawe juu hao sasa wanatembeanga pia na mawe kwa mfuko like ukiresist. So it's so bad, na mimi nataka tu county government of Nairobi ama hata kama ni national government manze, mjue tu venye mta deploy polisi wakuja Nairobi CBD wakuwe pale daily. Raia wanaumia manze, like kila siku unanunua kitu inaibiwa, mafotografa kwa street wananyang'anywa, makamera wananyang'anywa, hizi gear za photography manze. Kuna hata Mburundi mwingine alikuwa amebeba, ananiambia alikuwa amebeba mandazi na chai worth around 500 shillings. Wasi wamemwambia kuja tunataka kunywa chai. The next thing aliona ni wasi wamekula mandazi zote, wamekunywa chai yote, na saa zile anaitisha pesa, wamegonga teke ile ndo zenye anabebeanga hizo mandazi, na wakamwambia tulipi, fanya kenye unaweza fanya. They do this with so much impunity, na wamekuwa so bold manze. Mimi hata sasa nikiona mwizi anachapwa hata siwezi wahurumia, kwa sababu if you can be ruthless to somebody mwenye ako innocent na unamuibia vitu na hata bado unampiga na mawe kwa uso, ama maybe hata unamdunga visu, na wewe unataka kuhurumiwa ukipatikana, like hiyo haiwezi to make manze. Kaini rada sana, Nairobi CBD is not safe. Anyway tu in Nairobi nasikia sasa sio safe, especially this festive season. Watu wanatafuta pesa sijui za nini, but anyway crime is crime. Hakuna kujustify tu unatafuta pesa, hata kama ni pesa ya mtoto wako mwenye ni mgonjwa unatafutia pesa ati through crime. Haikuangi justified. Do what's right, na wasi wenye kama tu uko CBD kuwa wary. Ka ukiangalia wasi wenye wanakufuata, hawa sio unajua wanakusomanga within minutes. Unaweza kuwa unatembea hivi na ukue target yao, na wanaanza kukuandalia like venye wanafanyanga mambo yao. Juzi kuna wazungu waligongewa hapa City Hallway, walikuwa around wazungu kama 20. Unapata walikuwa wananyang'anywa mpaka ma necklace, unapata mademo walikuwa wamevaa necklace hivi, ama mtu amevaa watch, mtu ameshika simu kwa mkono. Wako wase kama 10, na pia wazungu wako wengi. Lakini kila mtu amesha target wake design, anakuja tu kama anakunyang'anya kama ni hiyo handbag, ama wengine hata walikuwa ni kama wanazirai bana. Wazungu wengine ni kama wana nguvu, like they are experiencing Nairobi robbery ama Nairobi like instantly. Wanasikianga tu, lakini it's now happening to them. Man, like crime in CBD is just something else sahi. It's like inaenda to another level manze. Sijui kama unajua most of these cases venye nimesema they are unreported, and that's why unapata hata authorities hawajakuwa rada ya hii kitu bana. Like mripoti kitu na muhakikisha tu authorities wanajua, ndio at least hata kama umeibiwa simu na uko na receipt, umeibiwa kitu tu inaweza fanya itrace ni nani alikuibia hiyo kitu, wapatikane, ndio like hii kitu iende manze. Nairobi is not safe. Like mimi hata nikiongelesha hivi nafanyanga kazi hapo CBD, lakini I'm like na fear for my staff, I fear for my life there. Kila sana kana uoga nikiona wase wana approach, najiambia hao ni ma clients kweli ama hao ni wezi ama wanataka kunimaliza hata. But anyway, that's it. Kaini rada sana, this festive season si poa, si kuzuri hata kidogo. You being in the CBD alone, you are risking your life manze, you are risking your dear life. Alafu nimesikia pia kuna mapolisi wanakuanga wame collab na hawa sale, but I'm never sure about these allegations. You investigations sijafanya ama anything, but unasikia kuna mapolisi wana collab na hawa watu like na gangs manze wa Nairobi. Unashangaa tu like the people who are supposed to be wanakuchunga na wana provide security, hawa ndio wana cause mayhem manze, na wana cause chaos in the city. So mkae rada sana, na ujue mse una deal, usishinde tu like kuna wase wengi sana hata unapata like strangers wana entertain wakiwa CBD, na haifai hivyo. Utaibiwa vibaya sana before ujue umepoteza stuff zako mingi sana. So na tumesema kama utachukua hiyo bunduki, utachukua hiyo kisu, hakikisha tu iko license, ndio isiko uko in the wrong side of the law pia. But hakikisha sana uko na vitu kama hizo, kama rungu ama hata anything kama hiyo pepper spray, just for self defense.
uhakikishe juu sasa mtu akikujia na una anything, wewe yako na kisu, wako na rungu ama ako na mawe kwa mfuko, wewe unatarajia aje? Si wewe ndio utakuwa una lose juu you don't have anything, au hujaji prepare. So mimi nakwambia like, sikiza hii video na ujiprepare in advance ndio usikue victim. Na wase wengi watakubaliana na mimi, kumekuwa na vitu mingi sana zina happen Nairobi CBD ya criminal activities na ina affect wase wengi. Be vigilant, na ukisikia mtu ameibiwa, jaribu hata kupiga nduru ama jaribu tu like cause commotion, hapo ndio isikwe juu hao wase wanaibanga na wanatembea tu hata kwa crowds. Unaweza pata there is a whole crowd maybe hata on a Sunday wanakuibia na wanatembea tu polepole, ni kama hata there is nothing that has happened. They are so wanafanya with so much impunity, ni kama hakuna kitu watafanywa. Ndio nimewaambia hiyo makolabo yenye wako na polisi, I'm not sure about it, lakini manze ikifuatiliwa sijui venye itakuwa. Inafaa wafuatiliwe sana na tujue kama if they are in collaboration au polisi wafanyiwe justice, wapelekwe gerezani, na hao wenye the culprits wenye wanatesa wananchi kwa streets pia wapelekwe ndani. Kila mtu afuate law manze. Siwezi kuwa nimetafuta kitu alafu unakuja kunichukulia urahisi hivyo. Tafadhali kaa rada sana man.